Qurani inasema ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Qurani inasema kwamba Nabii Ibrahim alikuwa sio Myahudi wala si Mnasara, yani sio Mkristo, walakin kana hanifan muslima, alikuwa ni nini? Ni Muislamu. Ambaye ndio tunaona kwamba watu wanauliza, kabla ya bwana mtume kukuja, baba zao walikuwa ni Mayahudi ama ni Wakristo? Walikuwa sio Mayahudi wala si Wakristo, walikuwa ni mahanif, walikuwa ni Waislamu, hanifan muslima, yani wanafuata dini ya Kiislamu. Lakini tumesema kwamba Nabii Ibrahim alikuwa ni Mshia. Qurani ndio inasema wapi? Qurani inasema wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Yani na katika mashia wake ni Nabii Ibrahim. Mashia wake sisi ni mashia wa Imam Ali, tunamfuata Imam Ali. Qurani inasema na katika mashia wake ni nani? Nabii Ibrahim. Utapinga Qurani? Enda usome Qurani uangalie inasema nini. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Sasa kama Qurani inasema Nabii Ibrahim ni katika mashia wake, haijataja nani, imesema katika mashia wake. Sasa Nabii Ibrahim amesifiwa kwamba yeye ni katika mashia wake. Kwa hivyo kukua shia wa mtu nani? Tutaki kujua nani. Sisi tunasasa ni mashia Imam Ali. Nabii Ibrahim alikuwa ni mashia wa nani? Hatuna kazi hiyo. Sasa mwenye ataenda kusoma aende kusoma vizuri, nikitaka ndawasaidia kidogo. Lakini kama kukua shia ni kitu kibaya, Nabii Ibrahim ambaye ndio baba ya mitume wote, mitume wa Kiyahudi na mitume wa Kiislamu na mitume wa Kiarabu wote na mitume wa Kikristo wote, baba yao ni nani? Ni Nabii Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu kizazi cha mitume ya Kiyahudi wanatokana na nani? Na Nabii Ishaq, Yaquba, Yusuf na kuendelea. Na upande hiyo Nabii Ismail anakuja anazaa watoto baka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja anazaliwa kutokana na Nabii Ismail. Sasa kama kukua shia ni katika sifa mzuri ambayo anapatiwa nani? Nabii Ibrahim, sisi pia ndio hiyo tunafurahia kwamba sisi pia tunaitwa sisi ni mashia wa Imam Ali. Uko na shida na sahaba wa bwana mtume? Imam Ali si ndio sahaba wa bwana mtume? Ni katika wenye walisilimu kwanza, ni katika wenye wamelelewa na bwana mtume, ni katika wamelelewa na bibi Khadija, ni katika ambayo wamepigana na bwana nini katika vita na Mayahudi na makafiri na mushrikina. Sasa sisi ni mashia wa mtu kama huyo. Nabii Ibrahim amesifiwa kwamba yeye ni mshia. Shia wa nani? Tafsiri za Qurani zinasema kwamba kwamba Nabii Ibrahim ni shia wa nani? Wa Nabii Nuh. Nabii Nuh alikuwa ni babu yake, babu uko juu. Kivipi? Yani amefuata mwenendo wa Nabii Nuh. Baadhi ya tafsiri zinaelezea hivyo. Baadhi ya tafsiri zinaelezea kitu kingine ambayo mimi sitataka kuingia ndani sana, mwende msome, kwamba yeye ni shia wa nani? Nabii Nuh. Sasa kukua shia sio kitu kibaya. Kukua shia sio kitu kibaya. Mwenendo wa Nabii Nuh ni mwenendo mbaya? Sio mbaya. Kwa hivyo mwenendo wa Nabii Nuh ndio nani? Nabii Ibrahim amefuatilia, ndio ameitwa shia. Sisi tunasema Imam Ali. Tunasema nini? Imam Ali. Tunasema Imam Ali. Katika sifa zingine za Nabii Ibrahim ni kwamba nini? Tunaona katika suratul Baqara aya 124 Nabii Ibrahim anasifiwa tena katika sifa ambazo Imam Ali tunampatia. Sisi tunasema Imam Ali. Sisi tuko na maimamu 12. Imam, sifa ya imamu. Qurani inasema wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabii Ibrahim alifanywa mitihani. Idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimati, Mwenyezi Mungu alifanyia Ibrahim mitihani kwa kalimati, kwa majina. Jina ni gani? Hizo majina pia ni jina muhimu sana
ambazo ukizijua zinakufungulia milango. Yani piga hesabu, hizi majina ndio zimempatia daraja hiyo Nabii Ibrahim. Yani hizo jina ndio zimeweza zikampatia nguvu ya kufikia marhala ya kuitwa sifa hiyo yenye tunaitaja. Ibrahim rabbu bikalimatin fatamahun, akazikamilisha, akafanyia mtihani kwa hizo maneno, akapita. Mwenyezi Mungu akamwambia inni jailuka linnasi imama, kwamba sisi tumekujalia sasa, yani tumekuweka sasa wewe ni imamu kwa watu. Yani alikuwa mtume, alikuwa rasul, alikuwa hizo zote. Sasa anakuja anaambia tumekufanya umekuwa imam. Yani imam ni juu zaidi kuliko nini? Kuliko utume, kuliko risala, kuliko hizo zote. Lakini tunaona katika sifa za Bwana Mtume anasema wulidtu, Bwana Mtume wulidtu ala ma mata bihi Ibrahim. Yani kama wao ulisoma mpaka ukafika PhD, mimi sasa nilianza kusoma, nilianzia PhD kusoma. Yani Nabii Ibrahim yeye alifikia daraja ya imam. Bwana Mtume alianza utume wake akiwa tayari na daraja ya nini? Ya imam. Bwana Mtume alikuwa na daraja ya juu sana, ndio tunasema yeye ndio kiumbe bora katika ulimwengu. Sasa sisi kama Mashia sasa tunasema Imam Ali, tunasema kwa sababu hizo sifa tayari zimetajwa kama code, kama siri, kama maneno fupi fupi ambayo mtu mwenye kutafakari anazipata. Nabii Ibrahim ni Shia. Sasa Shia Nabii Nuh ama ni Shia wa nini? Hiyo sasa enda ufuatilie. Nabii Ibrahim ni imam. Ndio tunaona kwamba sisi tunasema Imam Ali, na sisi tunasema sisi ni Mashia wa Imam Ali. Kama unampinga Imam Ali mwenendo wake, ndio utakuja utupinge sisi Mashia, kwa sababu sisi tunafuata mwenendo wa Imam Ali. Nabii Ibrahim amefuata mwenendo wa Nabii Nuh, ndio akaitwa Shia. Kwa hivyo jina ya ushia na kukua Shia ni jina tukufu na jina nzuri, mpaka Mtume Ibrahim anasifiwa na anapambwa na jina kama hilo ndani ya Qur'ani. Ukiona kitu imetajwa ndani ya Qur'ani, ina umuhimu wake, ina usul zake, yani kwamba ni kitu ambayo Mwenyezi Mungu hataki hii kitu ipotee na anataka ibaki, ili watu wengine waweze kujua kwamba kitu kama hii lazima ifuatiliwe. Sasa Nabii Ibrahim ni Shia, lakini sasa tafakari Shia kivipi? Wacha chuki, elewa tunakusudia nini katika ushia. Wewe msuni pia ni Shia, Shia wa Bwana Mtume, unafuata mwenendo wa Bwana Mtume. Wewe msuni pia ni Shia, si ndio? Unafuata nini? Mwenendo wa Bwana Mtume. Sasa na mimi mshia ni msuni pia, kwa sababu nafuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.